Je, uko kwenye mtego wa madeni? Okay, leo tutaenda kuongelea debt trap, yaani mtego wa madeni. Ni hali ambapo mtu, kampuni au hata nchi hujikuta ikichukua mikopo mfululizo ili kulipa madeni ya zamani, lakini mwisho wake madeni yanaendelea kuongezeka badala ya kupungua. Kwa mfano rahisi, mtu anakopa pesa alafu anashindwa kulipa kwa wakati, anaamua kwenda kukopa tena ili kulipa lile deni la mwanzo. Kadiri anavyoendelea kukopa na kufanya hivyo, anajikuta ana madeni mengi zaidi na riba inaendelea kuongezeka. Hapo ndipo anakuwa kwenye mtego wa madeni, yaani debt trap. Nitaenda kukuambia sababu za mtego wa madeni au debt trap. Ya kwanza ni kukopa kupita kiasi. Unakopa kwenye vikoba, unakopa SACCOS, unakopa kwa jirani, unakopa kwa bibi. Hivyo vyote vitakuingiza kwenye mtego wa madeni. Riba kuwa kubwa. Kwenye riba tunajua jinsi muda unavyoendelea kwenda na riba na yenyewe inaongezeka. Na mfano mzuri ni vikoba kausha damu. Unakopa 100,000, unaambiwa urudishe 130,000. Unaweza kukuta biashara yako ni ndogo, riba ni kubwa, umeshindwa kurudisha. Hivyo utaingia kwenye mtego wa madeni. Pointi nyingine ni kipato kidogo kisichotosha kulipa madeni. Unajua kabisa wewe mzunguko wako mpaka uende ukatafute ndo upate pesa. Ukienda kukopa, na biashara zetu tunajua unaweza leo ukapata, kesho ukakosa. Uhakika wa kupata ile pesa, kipato chako na wewe ni kidogo. Kwa hiyo unaingia kwenye mtego wa madeni. Pointi nyingine ni kuto kupanga budget vizuri. Tunajua kabisa kwenye budget, kwa mfano ukitumia 50-30-20 rule itaweza kukusaidia kupanga bajeti yako vizuri, lakini hukutumia hiyo njia na ukasema nataka niende vacation. Unataka kwenda Zanzibar. Unafikaje Zanzibar? Ngoja nikakope niende Zanzibar. Lakini ungekuwa una bajeti yako vizuri, ungekuwa umeiwekea kiasi chake ambapo wakati ukifika ni unachukua unaenda. Lakini kwa sababu hukuweka, unaingia kwenye mtego wa madeni. Na pointi ya mwisho kwa leo ni kukosa akiba ya dharura, yaani emergency fund. Tunajua umuhimu wa emergency fund. Kwa mfano, leo mtoto ameumia au anaumwa, haukuweka hela ya dharura au hauna bima. Kwa hiyo inabidi uende ukakope ili mtoto atibiwe. Kama tunavyojua kwamba afya ni muhimu. Kwa hiyo utafanya chochote kile ili mtoto apate kutibiwa. Na kwa sababu huna akiba ya dharura, ukaenda kukopa. Na hiyo fedha unairudishaje? Unaingia kwenye mtego wa madeni. Kitu kingine, dalili za mtego wa madeni. Je, utajuaje kwamba umeingia kwenye mtego wa madeni? Nitakwambia pointi 3 kwa leo. Ya kwanza ni unatumia mshahara wote kulipa madeni. Yaani wewe ukipata mshahara, ukiingia tu unaanza kulipa madeni. Wakati sio hivyo. Ukipata mshahara unatakiwa kwanza uanze kujilipa au uweke fedha zako kwenye mfumo wa 50-30-20 rule ambayo inaweza kukusaidia kupanga budget. Kitu kingine, unakopa deni jipya kulipa lile deni la zamani. Umekopa fedha, muda umefika wa kulipa, huna fedha ya kulipa. Unafanyaje? Unaenda kukopa sehemu nyingine. Kwa hiyo ukiona kwamba umekopa unashindwa kulipa kwa wakati, umeenda kukopa tena sehemu nyingine ili ulipe lile deni, basi hapo unaingia kwenye dalili za debt trap. Na pointi ya mwisho ni kushindwa kulipa kwa wakati. Leo umeenda kukopa 100,000, mtu kakwambia na Ijumaa utanirejeshea. Ijumaa imefika, haujaenda kurejesha, na muda unavyozidi kwenda riba inaendelea kuongezeka, unaingia kwenye debt trap. Kwa hiyo ukishajiona una dalili ya hizi vitu vitatu, basi ujue wewe una dalili zote za debt trap. Na nitamalizia kwa njia za kujikinga. Nitakwambia njia kuu 2 ambazo zinaweza kukusaidia wewe kujikinga na mtego wa madeni. Ya kwanza ni kukopa kwa uangalifu. Je, hiyo fedha unayoenda kukopa imelenga kitu gani? Utairudishaje hiyo pesa? Na vitu kama hivyo unatakiwa ujiulize kabla haujaenda kukopa. Na kitu cha mwisho ni kupanga matumizi
na budget. Kwenye fedha unayopata uweke fedha za matumizi ya lazima, fedha za kwenda kuenjoy na fedha ya saving and investment. Ukitumia kwenye budget ukatumia ule mfumo wa 50-30-20 unaweza kukusaidia kuanza kupanga budget yako vizuri na kujua matumizi yako. See you next time.